Ukiachana na mme wako, na wewe ukimwacha mke wako kwa muda, msirudiane kisiri. Narudia tena, msirudiane kisiri. Lazima mmoja atakufa, hamuishi wote. Narudia hivi hii haijaandikwa kwa vitabu vya wanasayansi ama vya homework. Ilikuanga homework kama nini, haijawahi andikwa, lakini nakueleza, mkikosana na mke wako na mme wako kwa muda, msirudiane kisiri. Na kama mnarudiana kisiri, lazima utasikia hata watu wa nyumbani wakiteta. Then wewe ambaye unamwacha mme, unamwacha mke, mke anaanza kulia na kusema mimi umwili. Usirudi kwake, usirudi huko, ni upanga ukatao kuwili. Yale nawaambia jameni, mnayapata? Ukiona mtu anakupigia mapaji akisema hatutawahi rudiana, na kama ulikuwa unampenda, enda kwa madhabahu wafanyie utakaso wa haki, au endeni kwenu nyumbani wachinje ng'ombe wamwagie zile. Sinawaambia, unajua imani yako si yangu, so nikikwambia kuja tu nikuombe, mtayapata. Hiyo ni number 1. Ukiwa unakasirika na mme wako na mke wako, usijaribu kupindua malazi mnayolalia. Mnanisikia? Msikilize vizuri. Usijaribu kupindua malazi, au useme hii nyumba natoka, unapindua kitanda ama unainamisha hivi, wengine wakuja. Usirudi hiyo nyumba my sister, na kama utarudi usijaribu leo. Hayo mambo mngepata wapi kama ungekuja? Haya. Ulioleka, yani mme wako alikufa bahati mbaya, ukabaki kama dada na ukapata mme mwingine, mnataka kuishi naye. Unajua ni tofauti na mme wako wa kwanza. Vile utaishi naye, utaitwa anayemaliza, anayekata wanaume. Kwa nini unakata wanaume? Kuna kitu umekosea. Si vile utaishi wa kwanza. Unaweza ua huyu mtoto wa watu, unaweza maliza mtoto wa watu. Haya, naongea kwa hekima ya hali ya juu. Jina la Yesu liinuliwe. Ukipata mwanaume Nairobi dada, si Nairobi tu, Kisumu, Burabura uruko, mwenye hujui, mwenye ufanye nini? Chunguza kwanza. Hata ikiwezekana panda gari enda mpaka kwao nyumbani Kisii, uulize huyu mwanaume anakuanga aje. Na we kama ni mwanaume, panda gari Kisiri, umepata dada Nairobi, enda kwao Kisiri, uulize huyu dada anakuanga aje. Tumeacha sarakasi nyuma. Tumeua watu ama? Unisikize chenye na maanisha. Ukipata unampenda na usikia kwamba huyu mwanaume bibi yake alikufa, ama huyu mwanamke bibi yake bwana yake alikufa, usimuache. Usimuache. Sasa unataka ujue utaishi na yeye aje. Na ndio nimekuambia usipokee kisu kwa njia ile. Namba 2, asikuruka asubuhi. Haifai.
haifai kabisa. Mtaishi na sheria. Mtaishi na sheria. Kama unataka kuishi, mtaishi na sheria. Nimewaambia kwa nini makaburi yamejaa na ni wanaume. Ni kwa sababu hawajui na wataki kusikia, na wakisikia hawaelewi, na wakielewa hawaitambui. Wanawake, unaweza kuta mwanaume kwa boma amegonjeka. No, mwanaume amegonjeka na mwanamke ako na afya. Tena unamuuliza madam, mimi naumwa corona na wewe? Anasema mimi sina corona. Jameni, simfurahia kwana wakwaza. Sema amen. So ukipata dada mwenye alifiwa, na dada kuwa open kwa mume wako, mwanaume kuwa open kwa mke. Mwambie mimi umenipenda lakini nilifiwa. Alafu akwambia ulifiwa, hata kama ulifiwa tunapendana. Basi msikutane. Mnakutana mahali nasema. Mnanipata? Umwambie sasa hata mimi nimekupenda. Usiseme wacha tusukume maisha. Alafu kuja kwangu nitawashauri kitu moja tu. Nitawaambia tu cha kufanya na mtaishi. Lakini nitakwambia utajihadhari kwa haya na haya na haya. Mfano, kama wewe mume wako alikufa, mume wako alikufa kama dada, ulikuwa na mume akafa, ukapata mume mwingine, mkaishi, watu wakajua, kanisa likawaombea. Usifuate mambo ya kanisa. Ujui yule vile pasa yuko, fuata lenye nakwambia. In case ako mgonjwa, ako hospitali, usiende ukampatia chakula. Hata kama mnapendana. Aliyefiwa na mmewe, si makosa ya kufiwa. Msinichukue vibaya, ni wabaya, ni wetu, ni ndugu zetu, ni dada zetu. Lakini sinawapa ushauri vile wataishi tena vizuri. Mnapenda kusema wacha nikunyoe. Muache mchezo. Muache mchezo. Muache mchezo. Mnanielewa kama watu wazima? Asidhubutu. Wanaume ndio ukatika, si wanawake. Sheria nyingi na upiga wanaume. I don't know. Sio kwa nini Mungu alifanya hivyo. Wadada wataishi tu, wata survive tu. Lakini utakuta sheria nyingi inapiga wanaume. Sababu ilianza kitambo. Then, na ndio nikasema mrudi nyuma kuuliza, hamkuelewa na maanisha nini. Haleluya. Nataka mnipate. Mnapokuwa huyu mtu ametoka Ushaga amekuja Nairobi, mmekutana naye. Mkutane naye kusalimiana, lakini si jambo lingine. Sababu kuna watu waambiwa hivi kutoka Ushago kwao. Wanasema enda utafute mtu mjitakaze. Mnaelewa hiyo lugha? Hata watoto wanasema ndio. Mnajitakaza. Alafu msioleke kwake. Hawezi oleka kwako. Hawezi. Hata ufanyaje. Kama ni dada, kama ni ndugu, usioleke kwake. Aliyefiwa na mmewe, si makosa ya kufiwa. Msinichukue vibaya, ni wabaya, ni wetu, ni ndugu zetu, ni dada zetu. Lakini sinawapa ushauri vile wataishi tena vizuri. Mnapenda kusema wacha nikunyoe. Muache mchezo. Muache mchezo. Muache mchezo. Mnanielewa kama watu wazima? Asidhubutu. Wanaume ndio ukatika, si wanawake. Sheria nyingi na upiga wanaume. I don't know. Sio kwa nini Mungu alifanya hivyo. Wadada wataishi tu, wata survive tu. Lakini utakuta sheria nyingi inapiga wanaume. Sababu ilianza kitambo. Then, na ndio nikasema mrudi nyuma kuuliza, hamkuelewa na maanisha nini. Haleluya. Nataka mnipate.
Mnapokuwa huyu mtu ametoka Ushaga amekuja Nairobi, mmekutana naye, mkutane naye kusalimiana, lakini si jambo lingine. Sababu kuna watu waambiwa hivi kutoka Ushago kwao, wanasema enda utafute mtu mjitakaze. Mnaelewa hiyo lugha? Hata watoto wanasema ndio. Mnajitakaza, alafu msioleke kwake. Hawezi oleka kwako, hawezi. Hata ufanyaje? Kama ni dada, kama ni ndugu, usioleke kwake. Sasa wanawaambia enda ujitakaze, lakini usikutane nayo mara ya pili. Sibi ndio anayajua na nakueleza chenye kinaendelea. So huyu mtu atakuja atafuta wa kujitakasa, ndiye ataenda kuoleka. Sasa hawezi jitakasa na oleke kwa hiyo ndoa, huyu mama atakufa. Mwenye amejitakasa naye akioleka naye, huyo mama anakufa. Hata kai hawezi kaa, hilo pepa liruhusu kukaa. Yesu atusaidie. Yesu atusaidie.